Kundi la pili tunalolisema ni wale wafanyakazi wa taasisi inayohudumia mteja. Wafanyakazi wa taasisi inayohudumia mteja wengi, kuna vitu wao wanachanganya. Kwa mfano kama kwenye hizi taasisi kubwa, kuna watu wao wanaamini kazi ya kumhudumia mteja vizuri ni kazi ya watu wa idara fulani tu, ni kazi ya watu fulani tu, lakini ni kazi ya kila mtu kwenye hiyo taasisi. Kwa mfano, nimesema watu wanatakiwa wawe trained, wapewe mafunzo. Kuna huduma ambazo mteja anatakiwa kupewa mafunzo ya kutumia huduma. Labda nichukue mfano wa benki, si ndio? Benki, tuchukue mfano mwepesi. Benki zilikuwa zinahudumia wateja kabla ya teknolojia ya ATM kuja. Ile teknolojia ya automated teller machine ya kutolea fedha, si ndio? Ambapo mtu anahudumiwa, anachukua pesa bila kukutana na mtu. Sasa ile huduma ilivyokuja, manake hawa wateja inabidi wafundishwe kutumia ile mashine. Wao si hawajui ile mashine, si ndio? Kwa hiyo azifaa zile mashine imekuja, inabidi mtu afundishwe kutumia ile mashine, si ndio? Na huo ni mfano. Kwa hiyo kuna mazingira mengi ambayo tusiashumu kila mteja anajua kuitumia huduma yetu. Kuna mazingira ambayo inabidi tuhakikishe tunatengeneza utaratibu ambao mteja anaelekezwa kuitumia huduma yetu, au mteja anafundishwa kuitumia huduma yetu vizuri. Yako mazingira ya aina nyingi, nitakuja kuyasema siku nyingine. Lakini tumeongea kwamba uongozi inabidi uwe unawapa motisha wafanyakazi, si ndio? Lakini wateja nao wanatakiwa kupewa motisha. Tunafahamu kuna namna nyingi ambavyo tunaweza tukafanya mteja akaja kesho na kesho kutwa, si ndio? Kuna vitu vya ziada tunaweza tukampa, si ndio? Kwamba kwenye ile huduma kuna kitu tunamuongezea kama motisha ya kumfanya aendelee kuja, si ndio? Kuna namna tunafanya. Na pia hata sisi tunavyozungumza na wateja, tunajua wateja wataenda kuongea na watu wengine kuhusu sisi. Kuna namna tunatakiwa tuwatreat hawa wateja ili waweze kwenda kusema vizuri kuhusu sisi. Kwa hiyo lazima watujue pia vizuri, si ndio? Tuhakikisha wateja wetu wanajua sisi tunatoa huduma gani na tunatoaje, ili watakapoenda huko kwingine na wao waweze kuisemea vizuri huduma yetu. Sawa? Hiyo nilikuwa naongelea kwenye biashara ya huduma ambayo umeniuliza, si ndio? Nimesema kundi la kwanza ni kundi la watu, sawa? Lakini kitu cha pili ambacho naweza nikakisema ni kipengele cha mazingira na muonekano wa ile huduma. Sehemu ambayo unatolea huduma, sawa? Mazingira na mchango mkubwa sana. Na ndio maana utakuta maeneo ambayo wako serious wanahakikisha mazingira yanakuwa yanavutia kulingana na ile huduma au kulingana na aina ya bidhaa ambayo inafanya nini? Inatolewa. Na unajua mazingira yakiwa mazuri yanatengeneza hata imani. Kwamba mtu anaamini kwa mazingira haya bila shaka huduma inayotolewa hapa itakuwa ni huduma nzuri.